Ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika page yetu. Bwana, timu ya Yanga kwa hivi sasa wanajiandaa kikamilifu kukabiliana na timu ya Al Ahly katika mechi ya marudiano dhidi ya Al Ahly, kwa sababu mechi ya kwanza wanajua fika walipoteza kule Alexandria Misri kwa goli 2-0, lakini mechi hii ya nyumbani ambayo Yanga wanacheza Zanzibar sasa hivi, mechi zao ni mechi ambayo wameahidi mambo makubwa, ni mechi ambayo wameahidi watashinda, na ni mechi ambayo wamewaita mashabiki zao waende kwa wingi uwanjani, kwa sababu wanaimani mashabiki wataiongezea timu yao iweze kushinda katika mechi hiyo ambayo ni muhimu kwa Yanga, kwa sababu Yanga wakishinda mechi hiyo wanafikisha pointi 7, watakuwa sawa na Al Ahly. Lakini wanakumbuka kabisa katika kundi lao kuna timu 4, na katika timu 4 anayeongoza kundi ni Al Ahly akiwa na pointi 7, Yanga akiwa na pointi 4. Huku Yanga anajua kabisa na pointi 4, lakini walioko chini yake wana pointi 2-2. Hivyo akifanya masiala, akiteleza, akafungwa, anajua kabisa walioko nyuma akishinda mmoja anapanda juu yake na anaangukia katika nafasi ya 3. Na ndio maana mechi hii wameahidi mambo makubwa. Ndio maana katika mechi hii wameahidi ushindi kwao ni lazima, ushindi kwao ni kitu ambacho watakipambania kwa nguvu zao zote ili waweze kushinda hii mechi, kwa sababu ni mechi kama ya maamuzi kwao. Wakishinda hata walioko chini wanakuwa wanaendelea kukata tamaa, kutokana zitabakia mechi 2 na Yanga atakuwa ana mechi moja ya nyumbani, mechi ambayo itabidi afanye maamuzi ya kiume ili aweze kufuzu, kwa sababu wanakumbuka fika msimu ulioisha alishindwa kufuzu kwenda hatua ya robo finali, alifanya uzembe, alishindwa kushinda mechi ya nyumbani, ilikuwa apate ushindi tu aweze kufuzu, lakini mechi ile iliisha kwa suruhu ya 0-0, hawakufungana goli hata moja. Na Yanga wanaweka tahadhari kubwa vile vile dhidi ya Al Ahly, kwa sababu wanajua Al Ahly ni timu kubwa barani Afrika. Al Ahly ni timu ambayo inaongoza kwa kuchukua makombe mengi ya klabu bingwa barani Afrika, hivyo lazima waingie kwa tahadhari kubwa wakiwa wanaheshimu wapinzani, lakini vile vile wakiwa mechi wanaitaka. Hivyo wapinzani wakija kichwa basi watakutana na kipigo kizito, kwa sababu Yanga wameweka mikakati mingi dhidi ya kushinda mechi yao ya nyumbani, kwa sababu walifungwa ugenini, basi nyumbani wanapofanya pao ni machanjio. Na ndio maana mechi hiyo wameipa jina ya kusema kwamba ni Guantanamo Day, yani siku hiyo itakuwa ni siku ni siku ya mabalaa, ni siku ambayo itakuwa watu wamefungwa katika gereza la Guantanamo, yani ni kama gereza fulani hivi maarufu sana duniani, ndio wanakofanya Al Ahly wafungwe katika gereza hilo, kwamba ni ushindi tu, maana mtu hawezi kumfunga bila kumfunga. Na ndio maana Yanga wameahidi kwamba Al Ahly hawezi kutoka, haijalishi itakuwaje, lakini wamejipanga kisawa sawa nje ya uwanja pamoja na ndani ya uwanja. Viongozi wameongea na wachezaji wao, wachezaji wameahidiwa dau nono wakiweza kushinda mechi hiyo, kwa sababu wakishinda mechi hiyo wanakuwa wana matumaini makubwa ya kuweza kufuzu, kwa sababu watakuwa wamebakiza mechi 2, na katika mechi 2 ikiwezekana wazitoe zote sare au washinde mechi moja kati ya hizo 2, watakuwa wamefuzu kwenda robo finali. Kwa hiyo mahesabu yao yatakuwa yameenda vizuri na watakuwa wamepiga vizuri hesabu zao, zitawafanya waendelee kujiimarisha kisawa sawa ili katika kuendea hatua ya robo finali, japokuwa sio kazi ndogo kuweza kufuzu katika kundi ambalo lina Waarabu 3, Yanga akiwa yeye mwenyewe ndio timu ya watu weusi. Lakini Yanga ashai kufanya vitu vikubwa vile vile. Watu wengi hawakumpa matumaini ya Yanga kufuzu katika makundi katika misimu ya nyuma, lakini Yanga ashawahi kufanya hivyo, akafuzu na lenda mpaka finali ya kombe la shirikisho, ambalo watu wengi mpaka wachambuzi walisema kwamba Yanga hawezi kufika huko katika hatua ya finali. Kila hatua ambayo alikuwa anafika wanasema Yanga ndiyo mwisho wake, lakini alijikakamua akapita mpaka kafika finali. Hivyo msimu huu watu wakikaa vibaya wasipoiangalia vizuri, hii Yanga inaweza ikafika finali, kutokana imeongeza quality nyingi katika timu yao. Wameongeza quality ambazo zinafanya timu iwe inajiamini, maana timu ikiwa na wachezaji ambao wana uwezo mkubwa uwanjani wanakuwa wanajiamini, kwa sababu unajua mpira ukifika sehemu fulani kupotea sio rahisi. Hivyo kila mchezaji uwanjani anakuwa anajiamini, maana hata miaka ya nyuma katika timu ya taifa ya Ufaransa walikuwa wakicheza wakiona wamezidiwa, wanamwangalia Zidane yuko wapi.
wapi, wanampa Zidane mpira ili aweze kuamua mechi. Na ndio hivyo kwa Yanga, wanajua kabisa wana Pacome na vile vile wanaye Alan Okero. Kwa hiyo hata kama mechi ikiwa ngumu, watakuwa wanaangalia hawa mabwana wawili, wanawapa pasi ili waweze kuiamua mechi. Na vile vile bwana Yanga advantage ambayo wapo nayo kwa hivi sasa, wanajua kabisa Emmanuel Mashu katika mechi hii ya Zanzibar hata kuwepo, kwa sababu alikuwa na ugomvi yeye pamoja na kocha wake. Walikuwa na ugomvi, walikuwa zana na kocha wake, lakini uongozi ulikuja ukaweka chini, wakakaa, wakayajenga na wakayamaliza. Wakamwambia Emmanuel Mashu aweze kutokea asafiri na timu aje Dar es Salaam, lakini Emmanuel Mashu aligoma kuja Dar es Salaam. Hivyo imelazimu uongozi uweze kumpiga faini bwana Mashu kutokana amegomea ni uongozi. Amepigwa faini kubwa kwa kosa la kugomea uongozi wake, ambao ndio ulifanya mpaka ameenda kucheza katika timu ya Al Ahly. Walimsajili kumtoa Ulaya, amemleta aje acheze Al Ahly, lakini amekuja kuletea viongozi wake jeuri pamoja na kiburi. Hivyo uongozi umempa adhabu na kumweka nje ya uwanja ndani ya wiki 2, hata usika katika mechi ya Al Ahly na kulipa faini ambayo amepewa. Mashu bwana alisumbua sana katika mechi ya Yanga. Ni mchezaji ambaye alikuwa ni mwiba katika mabeki wa Yanga. Ukija kuangalia goli la pili, pasi ambayo aliipiga kwenda kwa Trezeguet, watu wengi hawakutarajia kama pasi inaweza akapigiwa Trezeguet. Walikuwa wanaangalia watu wengine wa pembeni, lakini Mashu alipiga kibao kata ikaenda kwa Trezeguet, na Trezeguet aliweza kuipatia Al Ahly goli la pili. Hivyo ule mwiba ambao wanayanga wengi walikuwa wanadhani ni mchezaji ambaye atakuja kusumbua, lakini katika ardhi ya nyumbani wenyewe wanajua akiwa na Pacome wanakuwa wanatamba, kwa sababu kuna wachezaji waliimbwa akiwa na majina makubwa wakiwa katika ardhi zao, lakini kufika Tanzania bwana Pacome bado aliendelea kusifika yeye kutokana na uwezo wake mkubwa ambao alikuwa anauonyesha kila siku. Siku zinavyozidi kwenda bwana Pacome anazidi kuonyesha uwezo wake. Baada watu wengi walidhani kutokana na umri wake ni mkubwa, pengine kiwango chake kitakuwa kimeshuka, lakini Pacome kila siku ni kama amezaliwa upya, anaendelea kupambana kwa ajili ya timu yake ya Young Africa. Hivyo bwana, mashabiki wa Yanga wametuma komenti zao kuhusiana bwana swala zima la timu yao. Wanasema bwana timu yao ya msimu huu inaweza ikafika mbali kutokana timu inacheza uwanjani, inaonyesha. Ukiangalia mechi ambayo ilichezwa kule Misri Alexandria, ni mechi ambayo Yanga waliposesi mpira kwa kiasi kikubwa. Walivyofungwa magoli walikuwa wana react kuyarudisha, lakini walishindwa kutumia nafasi. Walipata nafasi kipindi cha kwanza nyingi, walishindwa kutumia, lakini Al Ahly walipata nafasi moja tu dakika 45 za kwanza, na nafasi hiyo ndio ilikuwa goli. Kwa hiyo marekebisho yamekuwa ni makubwa jinsi ya kutumia nafasi, na msimu huu katika hatua hii ya pili wamesema nafasi watazitumia kisawa sawa. Ili waweze kushinda mechi hii lazima wazitumie nafasi, maana ukishinda kutumia nafasi na kushinda hii mechi itakuwa ni vigumu. Ukishinda kutumia nafasi au mabwana, hata nafasi moja kwao wanaigeuza goli. Hivyo wamefanya pale Misri na watu wameona nafasi ilipatikana moja tu na hiyo ikazaa goli. Hivyo wana Yanga na timu yao wako makini kwa kujiandaa dhidi ya kubishana na Al Ahly. Kivyo vyote vile wako tayari kupambana katika mechi hiyo. Ni do or die. Yanga anahitaji ushindi ili afikishe pointi 7 amsogelee pale Al Ahly, japokuwa atabakia nafasi ya pili. Itategemea na sasa Yanga atashinda magoli mangapi ili aweze kumshusha Al Ahly pale juu. Ni ngumu, lakini Yanga anahitaji ushindi. Bwana mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje bwana juu ya swala zima la Young Africa? Je, wanaweza kumfunga Al Ahly au waende kucheza angalau watafute sare au wajitutumue wafungue booster ili waweze kushinda mechi hiyo ya nyumbani? Maana ukishinda nyumbani utakuwa umefanya maamuzi mazuri. Shusha comment yako katika comment section, usisahau kusubscribe pamoja na